kuna familia mbili zilikuwa zikiishi. Moja ni ya kitajiri, wanaishi kwenye nyumba yao ya gorofa juu, lakini jirani yake maskini yule yani chini kabisa, kiasi kile kibanda chao wanaoishi hawana uwezo wa kuwasha taa, wanalala naishi giza giza. Pale wanapopika zile kuni ndio mwangaza kabisa, kisha kupikwa giza. Sasa pakija siku za mwezi, ile mbala mwezi, Lailatul Badri, inapokuwa katika Lailatul Badri, ile full moon, hii familia maskini ina enjoy sana. Inapokuja time hiyo wana enjoy sana starehe hizo, kwa sababu wanakaa nje ya nyumba na wao wakaona nini, mwangaza ule, wanapiga story wakicheka, furaha. Sasa siku moja yule bwana amesimama dirishani, asikia kicheko kweli, akiangalia ni wale watu kwenye kile kibanda, asema hivi hawa wana nafasi ya kucheka? Tumeelewana? Kwa sababu yeye na neema zake hapo nyumbani na mkewe, lakini title ya nyumba hiyo jina lake asema hatucheki na mtu. Hakuna kucheka hapo, hatucheki na mtu. Sasa ashangaa, sisi na neema zote hizi hakuna furaha kama ya hawa kwani wana nini? Akachungulia kuangalia kinachowachekesha nini, basi wapiga story tu zao. Katika zile story, mara yule mume akamwambia mke wangu, yule mwanamke akaitikia mke wangu, na mke wangu, labbaik mume wangu. Akamwambia wewe mzuri kama mwezi. Mwanamke amecheka huko mapajani, ameanguka huko akasema huyu kumbe achekeshwa na kuambiwa mzuri kama mwezi. Nitamwambia wangu kesho na mimi tucheke hapa. Umeelewa? Siku ya pili akitoka enda zake kwenye shughuli zake, akamwambia mke wangu, jioni hakuna kupika, wajua kesho na kutoa outing na kwenda nje kula nje, tuka relax kidogo. Sawa. Mke akajitengeneza vizuri, jioni mume akija usiku akatoka naye. Yule mume alikwenda naye kwenye bustani maarufu ya kitajiri, ina kila nyasi green, kuna bwawa la maji katikati pale. Ule mwezi ukipiga unaonekana kwenye maji, hakuna haja ya kuangalia juu kama wale maskini. Wakaenda pale, wamewekewa viti kwenye maji ile, na swimming pool katikati pale, wamewekewa viti, wanauangalia mwezi chini, piga story zao na piga vitu kidogo kidogo pale. Likamtoka yule akamwambia mke wangu, naam. Mume akavuta pumzi akashukisha tena, mke wangu, naam. Watu umekuwa duko usikii? Akaipiga tatu, bismillah, kama itapita naye. Mke wangu, akamwambia sitaki. Akamwambia haya, twende zetu mke wangu, shalipata. Tumeelewa? Haya aliyasoma mahali akielezea umuhimu wa mtu kuwa mvumilivu, kuwa na subra. Angalia, mwanamke alikosa kusifiwa mzuri kama mwezi kwa sababu alishindwa kuvumilia. Sauti tatu tu lilimtoka, sitaki. Fanya kiziwe mimi. Yangu mke wangu, si useme tu. Ambaye aseme kitu wenzetu. Umeelewana?